Shalom, shalom. Na kusalimu katika jina la Yesu. Karibu kwenye podcast yangu. Mimi ni Apostle Francis Goyo. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Zaburi 45 mstari wa kwanza, moyo wangu umefurika neno jema, mimi nasema niliomfanyizia mfalme. Ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi mstadi. Karibu kwenye topic yetu ambayo tunajifunza jinsi ya muamini kukua katika nguvu za Mungu. Jinsi ya muamini kukua katika viwango vya nguvu za Mungu. Neno langu la msingi ipo katika kitabu kile cha Luka, na Luka sura ya kwanza mstari wa 80, na pia nitasoma Efeso 6:10, kisha tutaangalia kwa undani vitu vya msingi ambavyo muamini unapaswa kuvijua ili uweze kukua katika viwango vya nguvu. Neno la Mungu linasema yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani hadi siku ya kutokea kwake kwa Israeli. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani hadi siku ya kutokea kwake kwa Israeli. Huyu ni Yohana Mbatizaji, ambaye tunaona kuzaliwa kwake kulitabiriwa miaka mingi kidogo kabla ya yeye kuja. Kisoma katika kitabu kile cha Malaki sura ile ya 4, habari zake zipo. Mstari ule wa 5 sema, angalieni nitawapelekea Elia nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyo kuu na kuogofya. Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Kuna neno pala msingi sana. Amezungumzwa kama nabii Elia, lakini ni picha. Ni lugha ya picha inayomwakilisha au inayo mzungumzia Yohana Mbatizaji. So Yohana alikuja katika roho ya Elia na nguvu za Elia. Kisoma katika kitabu kile cha Luka sura ya kwanza. Luka sura ya kwanza, neno la Mungu linasema katika kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari wa 15 mpaka mstari wa 17, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mamaye. Na wengi katika Waisraeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao. Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake, na kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. So katika haya maandiko ambayo tumejaribu kuyasoma, pia utakuta tumepata maana ya nguvu za Mungu. Utakuta tumepata maana ya nguvu za Mungu. Okay. Angalia, Biblia inasema Elia nabii atakuja kabla ya Bwana, ambaye tunaona Elia alikwisha kuja, kwa maana ya alikuwepo kipindi cha wafalme, kwa maana ya nyakati za mfalme Ahabu. Elia alikuwepo. So inakuwaje utuambie tena Elia atakuja tena? Sababu hata ukisoma tena hizi habari kwenye kitabu cha
Mathayo sura 17 mstari wa 10 hadi wa 13, wanafunzi wanamuuliza Yesu kwamba kwa nini waandishi huwa wanasema imempasa Elia kuja kwanza. Na usikie Yesu akikanusha. Yesu akawajibu akamwambia, kweli Elia yuaja kwanza, naye atatengeneza yote. Avu kiendelea mstari wa 13, Biblia inasema ndipo wale wanafunzi walipofahamu ya kuwa amesema nao habari za Yohana Mbatizaji. So Yohana Mbatizaji, ingawa alikuwa ni binadamu aliyezaliwa na wazazi wake wa kimwili, kuhani Zekaria na mama yake Elizabeth, lakini kiroho hakuwa mtu wa kawaida. He was carrying a prophetic mantle of Elijah. Alikuwa anabeba vazi la kinabii la Elia. Ametambulishwa kabisa atakuja katika roho ya Elia na nguvu zake, na hiyo nguvu itakayokuwa ndani yake ina operate katika dimension ya kitaifa, ni national wise, kwa maana ya amepewa territorial mandate au mamlaka ya eneo katika ngazi ya taifa. Uwezi kuwa na manto ya Elia alafu usioperate katika level au katika realm ya kitaifa. So ninapozungumza hii habari ya kukua, muamini kukua katika viwango vya nguvu, sizungumzi kitu ambacho ni cha kufikirika au dogma au mafundisho ya mtu ameamua kukuletea abracadabra ili uweze kama ambavyo watu wanajitungia vitu wanaita ni mafunuo. Ili ni fundisho maalum sana kwa Mkristo yeyote ambaye unawaza au upo kwenye huduma tano au upo kwenye biashara au kwenye siasa au maswala yoyote yale. Kwa sababu Biblia inasema Yohana Mbatizaji anapoambiwa, Biblia inasema yule mtoto, so alipitia birth process zote za kibinadamu, alipitia ukuaji wa kibinadamu, lakini pia Yohana alibahatika kuzaliwa kwenye familia yenye description ya kazi anayopaswa kuifanya. So whether Yohana amesomeshwa katika taratibu za elimu ya kipindi cha kwao au aliishia wapi, but kulikuwa kuna scroll, kuna maandishi hapo, kuna documents, kuna nyaraka zipo, kuna habari, mapokeo aliyoyasikia about his prophetic birth, ambaye mwanangu, kuzaliwa kwako ilikuwa hivi. Nilikuwa kwenye zamu ya ukuhani nilipokuwa nimepeleka sadaka za watu, na ndipo malaika Gabriel akanitokea. Na malaika Gabriel aliponitokea akaniambia, utazaliwa na nitakuamini, jina lako utaitwa Yohana. Lakini pia maelekezo ni kwamba usinywe mvinyo, usilewe kwa pombe, kwa sababu ulishajazwa na kinywaji kingine ambacho ni powerful drink of Holy Spirit. Ndio maana ukisoma katika kitabu kile cha Efeso 5:18 anasema msilewe kwa mvinyo. Msilewe kwa mvinyo, bali mjazwe. Msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, mna uovu, bali mjazwe Roho.
kuna vitu ambavyo unapovitumia kama mtu uliyeitwa kwenye special calling au kwenye wito na kazi fulani ya Mungu, unaharibu divine purpose. So mtu wa Mungu kuabstain, kuacha vitu fulani, sio tu kwa sababu ni dhambi pekee. Hiyo ni moja. Mbili, unapokuwa addicted kufanya mambo ambayo Mungu amekukataza, nayo hiyo ni njia mojawapo ya kukuondolea nguvu za kimungu ambazo Mungu alikupa. Manake the power of God are spiritually given and not natural birth issue. Sio kipaji. Nguvu ya Mungu sio kipaji cha kuzaliwa nacho. Naomba nitofautishe kidogo nitakapoanza kuelezea kwa muktadha wa nguvu katika mambo mbalimbali. Nguvu zipo za aina nyingi. Nguvu zipo za, kwa sababu a very simple definition of power or energy is ability to do work, to perform a job or to transform something. Nguvu ni uwezo wa kufanya kazi, ni uwezo wa kubadilisha kitu. So if you have that ability and you put it in, ukiweka in action, ukiweka uwezo huo kwenye kutenda, tunaita uwajibikaji. That's what we call responsibility. Inachanganya mambo mawili, response and ability. Kuitikia uwezo ulionao kwenye eneo la wito wako au eneo la taaluma au eneo la kipaji chako. Lakini nguvu za Mungu, supernatural power. What is a supernatural power? Nguvu za Mungu ni nini? Nguvu za Mungu ni uwezo wa kimiujiza. You must put miraculous ability. Ni uwezo wa kimiujiza au uwezo wa kiroho unaotoka kwa Mungu kuja kwa mwanadamu ili aweze kufanya mambo kadha. Moja, aweze kuunda au kutengeneza vitu. Mbili, aweze kuzaa, kuanzisha vitu, to produce ideas, to produce children, to produce vision, to produce anything ambacho hakikinzani na mapenzi ya Mungu. Lakini pia huo uwezo unasaidia kutransform, kuleta mapinduzi, kubadilisha mifumo katika ngazi yoyote ambayo nguvu yako inakuruhusu kufanya hiyo performance. So tunaona kwenye andiko letu la msingi, Yohana Mbatizaji alizaliwa kwenye familia ya kikuhani. Amezaliwa na wazazi ambao yumkini hakuna mtu kwamba wategemea tena kama wanaweza kuzaa, kwa sababu walikuwa kwenye nyakati zao za uzee ule wa mwishoni. But God, through his miraculous power, kwa maana even his birth, hata uzaliwa kwa Yohana Mbatizaji kulikuwa ni kwa kimiujiza. Hauoni kule kuzaliwa ambako kunaweza kuelezeka kirahisi. Kwa mfano unaona kama kuzaliwa kwa Yesu. Na ukisoma habari ya kuzaliwa kwa Yesu naye utagundua Biblia inazungumza malaika Gabriel alimtokea Elizabeth. Mwezi wa 6 malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda mpaka Galilaya
kwenye mji unaitwa Nazareth, ambao ndo ulikuwa mji mwenyeji ambao hata Yesu anajulikana kwa jina la Yesu wa Nazareth. Za kulikuwa kuna mwanamwali ambaye ni Mariamu ambaye ni bikira, aliposwa na Yusufu. Malaika anamsalimu, anamwambia kwamba utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume na jina lake utamuita Yesu, na huyu atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu. Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi babake. Afu anamwambia Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Manake atakuvuvia, atakuwezesha, atakupatia nguvu ya kuweza kuzaa hicho kiumbe au huyo mwana wa Mungu. So tofauti ya Yohana na Yesu, Yohana alikuwa mwanadamu ambaye utagundua alizaliwa kwa natural process, ile natural process ya baba na mama kukutana. But Yohana tangu akiwa tumboni mwa mama yake alitengwa na Mungu kuwa mtangulizi. Anasema huyo mtoto atakuwa mkuu mbele ya Bwana, maana yake atakuwa wa kwanza, atatangulia kuzaliwa, maybe atatangulia kuzaliwa huyo mtoto. Lakini lile neno atatangulia pia linamaanisha atakuwa na nguvu, atakuwa na nguvu. Ndio maana utaona Yesu anamtambulisha Yohana katika namna ambayo a very strange way. Anamtambulisha Yohana katika namna ya ajabu sana. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 12 nadhani mstari wa 11. 11 na 12. Mathayo sasa tangu siku za Yohana Mbatizaji, lakini mstari wa juu anasema amini. Kwanza mstari wa 10. Palagido skoparadekina maruto sobalani. Ngoja nianze mstari wa 7 leo. Na hao walipokwenda zao, Yesu alianza kuambia makutano habari za Yohana. Mlitoka kwenda nyikani kutazama nini? Unyasi ukitikiswa na upepo. Ngoja nirudie tena. Na hao walipokwenda zao, Yesu alianza kuambia makutano habari za Yohana. Mlitoka kwenda nyikani kutazama nini? Unyasi ukitikiswa na upepo. Anaendelea. Lakini mlitoka kwenda kuona nini? Mtu aliyevikwa mavazi mororo. Tazama, watu wavao mavazi mororo wamo katika nyumba za wafalme. Lakini kwa nini mlitoka? Ni kuona nabii? Naam, nawaambia, na aliye juu, aliye mkuu zaidi ya nabii, huyo ndiye aliandikiwa haya: tazama, mimi namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakaye itengeneza njia yako mbele yako. Just nimepata ujumbe mwingine hapa wa ajabu sana. Anasema, lakini kwa nini mlitoka? Ni kuona nabii? Naam, nawaambia, na aliye mkuu zaidi ya nabii. I think nitakuja kuzalisha mada kwenye hii aliye mkuu zaidi ya nabii, kwa sababu kumekuwa na kasumba katika mwili wa Kristo kwenye hizi huduma 5 kusema ipi ya kwanza, nani mkuu kuliko wengine. Lakini utakuja kujifunza ukiwa mtoto au ukiwa na hali fulani ya majivuno, ukiwa na hali ya majivuno unaweza ukafanyaje? Ukawaza kwa habari ya kuna huyu ni mkubwa kuliko huyu, au huyu ni mdogo kuliko huyu. Lakini utakuja kugundua alikuwepo mtu katika kizazi cha mwanamke
ambaye alikuwa ni mkuu zaidi ya nabii. Kwa nini mkuu? He was not talking about fame. Yesu hakuzungumzia umaarufu kwamba nabii gani ni maarufu hapa Israeli au nani anajulikana. So, if you talk about fame, Yohana alikuwa anakaa nyikani, alikuwa anakaa karibu na mto Jordan and people are following him. Watu wanamfuata kwa ajili ya kubatizwa na kusikiliza injili. Watu wakuu, makuhani walikuwa wanamfuata kule ng'ambo, waenda kuwa converted wengine wakawa wanafunzi wa Yohana, lakini mwalimu akai mjini, anakaa porini. What was happening? The guy alikuwa strong and mighty man of God, ambaye uwezi ukaishia tu kumpa cheo cha unabii au whatever, mtume na mchungaji. Listen, kitu cha maana zaidi ambacho Yesu Kristo alitamani kwa watu wote kanisa alilolizaa msalabani ni watu kuzidi kukua katika nguvu. Biblia inasema katika kitabu kile cha Mathayo 11:11, sasa amini nawaambieni, hajaondokea mtu katika wazao wa mwanamke, hakuna binadamu aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. No prophet, no apostle, hakuna mchungaji wala mwinjilisti wala mwalimu ambaye amemzidi Yohana Mbatizaji katika nini? In a place of power, in a place of mighty, in a place of strength. Anazungumzia katika uzao wa mwanamke, kwa sababu hakuna mtu ambaye analinganishwa na nguvu alizokuwa na possess. Jamaa alikuwa ni bulldozer. He was commanding nation. Kuna kiwango cha nguvu cha kuamuru mataifa, kuamuru wafalme. Yesu anamzungumzia, anasema watu wenye mavazi mororo. Watu wenye mavazi mororo wamo katika nyumba za wafalme. Biblia inasema hata Herode, mfalme Herode, alimwogofia Yohana, alimwogopa Yohana, because he was a mighty man of God. You had nothing nothing to fear him. Hautakuwa na kitu cha kumfanya Yohana atetemeke. Panapo ukweli, you are a president, you are cheo chochote, atakwambia, sio kwa sababu nyingine, because hakuna mfalme ambaye alikuwa zaidi yake. 12 anasema tangu siku, imagine zinaitwa siku za Yohana Mbatizaji. The man alikuwa na siku. In the days of John the Baptist, in the days, imagine zinaitwa days of Apostle Francis. So you become too powerful. Unakuwa una nguvu, you're possessing authority. Unakuwa na mamlaka kiasi kwamba siku zinaitwa kwa jina lako. Yani hakuna mtu ambaye ataongelewa kwenye hizo nyakati. Yani kama unataka kurelate miaka hiyo, you have to, yani inabidi mention jina la mtu fulani. That is my prayer today, Kala Kados. Me and my generation, watakapoanza kutaja, wakati huo sipo, nilishaenda kulala, nilishaenda mbele za haki. Watu watakapozungumza wakalitaja jina, in the days of Goel, in the days of Apostle Francis, in the days of Watchman Francis, ufalme wa Mungu hupatikana kwa nguvu na wenye nguvu wauteka. Yohana alienda beyond normal ability, normal power, normal, yani just alienda zaidi ya kawaida.
Huenda kuna wakati watu wengi wamezoea vitu vya kawaida. Watu wengi wamezoea vitu vya kawaida, wamezoea viwango vya kawaida. Lakini kwa Yohana alilitendea haki lile andiko ambalo ninalisoma sasa hivi, Efeso sura ya 6 mstari wa 10. Efeso 6:10 anasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Yohana angeweza kurelax because he was already filled with the Holy Ghost kabla hajazaliwa. But he said no, kiwango hiki hakitoshi. I need more power to exercise the authority of a prophet. Nahitaji nguvu zaidi za kuniwezesha kutekeleza mambo fulani. Mero takabaya menklariga sopron develinas jeda baragadiga skoparate maradegidu zale brande legida daba regla zuzo brande legida ropredea rekataraba kori brentos regados kopalade rigatosa paradigredosa mandele gritos koprahate rigaluzo prandele gritas kaparadia rikatalabo shata rikalido sokrahata. God, we need a powerful, we need your power, we need a dimension, we need a realm of power ambayo wafalme watajua lipo kanisa la Kristo lenye nguvu. Karakatilia grate rekatalabo shataraba rekozate rekaladuzo brantalagida raklasetia rekatalaguzo brandelegida raba. Embu hapo ulipo kwa dakika 2 begin to pray to God. Pray to God. Oh God, give me power, give me your power, your supernatural authority, your supernatural power, your supernatural ability. Lekatarabakoria mantorobo shatarabakoria rekalabakorata kasadeli grotopo rebobo sandele gede de grikadarabakoria rekarabashakatarapra guzelegida mante gretoskoparate kita la descopra regluzu brandele gide raprakata sakreta laba regluzo prahata raparaba regadosko prahate ligrotoska paradia manta gretoskopa rekata rapa rataskopa radia reka paradasa taraba reglozo pratele bronta labakoria rekata rataraba rekata raparadigratoska rekata rabashakata rabakoria rekata rabasatele brontoskopa radia regadaraba rekalabakoria bayandere grosko paradia manteligreata magadarate gizubriata repola jede brandere katarabakoria reprokuzale griata rekatarabakoria baladia. Baptize with fire, baptize my generation with fire, baptize my family with fire, baptize me with power. Mwambie Bwana kubatize kwa nguvu, atubatize kwa nguvu. Maligedusa makili gibrando kosaka. Hatustembe kama watu wa kawaida, tustembe kama watu wa kawaida. Rekoto pranta manta katarabakoria ribrozo grandelegida repakataya rebrokusakataya mantala bakoria bateke sigli tarapa karabashatarakada. Kwenye biashara yangu baptize me with power barate, baptize me with anointing malikoto shandegede regadabashata
Rigdudu zebedele. Rigidigidaka paradia. Manta greto procosatelia. Rabredegedebe. Mande grate zubrenta la gide bronta. Rebrukutuzape. Rebedebi jata rapragudebe jata. Regedegi zubrontolo brita. Regedegedege sia paranozia. Regadabajata. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Mantaligato, onyesha shauku yako mbele za Bwana, onyesha shauku yako mbele za Bwana. Mwambie Bwana, niko hapa Bwana, niko hapa. Kadabasha, kadagadagada, madalagitos, madalagaranto zobrahante, legadu zobrande legida dabosha, rekatarabakoria, regotubashante legidabo, rebrukuzoto brante legida, mantaglate shut up. Mantagada rebodo sokroto godo rebabala de griando vantelegrina mande grite de brontosco paradia mantala gide brontosco paradia regadaba shatarabakoria rebrontosco para legadababo janda raparadia kadiga jina la yes male de debe mantara paradia mantala gada. Fill me with power, fill me with power, fill me with power, oh Lord, fill me with power. Maratogujuda magadalabo rikatara paradia mande gretete posatalabakoria rigata paradigreto soprandelegida redabasho zubrentalagida rakatabala digreta parabak mande greta paradia rebatusko pedele gronoso prahate regedegizo brentalabate gliate scoprate rebabondele grito scoparadia regedegishko parate katarapa rebranto kosa paradia madele gitu sakataya repakatarabakoria mashadalabakoria. Oh Father, baptize my family, baptize my generation with power, with your power. Mantelegida, baptize my business, biashara yangu malegeduskopa magadaguduguzanteliga banania rigidigiduskompadagida rigaduskoparade Makala de grito brantelegida rebrondo zubrantelegidi bronta segrita mande gredibo selegida rebranto scopara de gide di bronta rebrondo zubrahatelegida bronta scaparadia riga baluze printarabacoria masate regrina mande grito protoscoparadia manta gada lebria recato rotroto prata rebrotoscoparadi gritosca regalaba shata rapa mande reglasko paradia regado brontosko paradi gretosko paradia regadalabosha karaparata. Maisha yangu yatafurika nguvu, maisha yangu yatajaa nguvu, nitazidi katika nguvu ruprotokutapa. Huduma yangu itajaa nguvu rekuta brantele gritoska paradia mande greta paradi greta segreta rebrando zubrenta lagani brenta rabakoria rebrando vate zuvrikitalia romprahata manta gadu breketeli gretoso rekatara paradia rekatara boshata rabakoria rekatalabata manta reklatosko paradia reprotosko paradia perata rabakoria rokoto paradi gretoso paradia mande grito prakataraba rekato prokusko pradiga reklasko prokrora bahante reglaskika rekasko prata pladesko prania lebroto kosokoto magatagaragatagata kadiga jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Amen. This is Apostle Francis Goel. Please usitoke kwenye usikivu wako. Nitaongea siri kuhusu dimension of supernatural power of a believer, namna ambavyo unapokea na kuioperate katika viwango vya ajabu. Usikubali kuwa Mkristo wa kawaida. Hata wachawi hawataki kuwa wa kawaida. Hata watu wa ovu, they are operating kwenye viwango vikubwa vya nguvu katika ulimwengu wa giza. Hata wewe unatakiwa kuoperate katika namna
isiyo ya kawaida. Haleluya.